Naomba tuendelee na topic yetu. Somo umeandikaje? Maana unaweza ukawa umefurahi mpaka somo hujaandika, ukaandika tu semina ya Pentecost. Wiki la Pentecost ndo somo, yaani hilo ndo somo, wiki la Pentecost. Tuangalie maana ya Pentecost. Kabla hatujaangalia maana ya Pentecost, nikupe kwanza maana ya kabla ya Pentecost. Kwa nini kabla ya Pentecost? Nikupe kwanza maana ya kabla, alafu ndipo nikupe maana ya Pentecost. Neno maana ya kabla ya Pentecost, maana yake kabla ya kujazwa Roho Mtakatifu. Matendo 1:14. Matendo 1:14. Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume na utulia hapo. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali. Walidumu kwa moyo mmoja katika kusali, pamoja nao wanawake na Maria mama yake Yesu na ndugu zake. Amen. Amen. Lakini mstari wa 4 pia unatoa majibu. Hata alipokuwa mikutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Kabla ya Pentekoste ni kabla ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Maana yake ndio hiyo. Kabla ya Pentekoste ni kabla ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Majibu tunayaona Matendo 1:4-5. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi. Kabla ya Pentekoste, jibu namba 2 ni kuingoja ahadi ya Baba. Kuingoja, kusubiri ahadi, kusubiri ahadi, kusubiri ahadi. Ahadi ambayo tumeahidiwa kanisa ni tutapokea nguvu baada ya siku chache kuokoka. Baada ya siku chache kufanyeje? Mnisaidie, kuokoka. Kwa hiyo ukiokoka, inatakiwa ukae siku chache, ujazwe ahadi, upokee ahadi, upewe ahadi. Baada ya kuokoka, inatakiwa ukae muda mfupi, upokee ahadi itokayo juu. Ukae muda mfupi. Hawa walikaa siku 10. Siku 10. Walikaa siku ngapi? Siku 10. Siku ngapi wateule? Siku 10. Na ilikuwa ni siku 10 ipi? Naomba nizame ndani kidogo, kwa sababu wako watu wanaonisikiliza katika mtandao. Ni siku 10 ipi? Yesu Kristo baada ya kufufuka alikaa siku 40 hapa
duniani. Na hizi siku 40 alizokaa na wanafunzi wake aliwaahidi akasema, kabla mimi sijaondoka hawezi kuja msaidizi, na mimi nikiondoka atakuja msaidizi mwingine. Aliposema nao maneno hayo, alikaa siku 10 akayarudia tena. Siku ngapi? 10. Akafanyaje? Akayarudia tena. Kwa hiyo aliongea nao kwa siku 40. Mara ngapi? Mara 4. Kila baada ya siku 10 alikuwa anawaambia juu ya ahadi itokayo juu. Kwa hiyo zilipotimia siku 40, siku ya 10 ya awamu ya ngapi? Ya 4, Yesu akapaa kwenda wapi? Mbinguni. Wakasubiri tena awamu ya 5, kwamba kwa kuwa kila baada ya siku 10 Yesu alikuwa anasema na sisi jambo, inawezekana tena siku 10 kuna kitu kitatokea, hata kama amepaa, hata kama hayupo. Hii ndiyo nguvu ya kanisa, kwamba hata kama mwenye kanisa hayupo, bado anaweza kufanya jambo hata kama hayupo. Sema ameni kubwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa hiyo amepaa siku ya 40, awamu 4 alizoongea nao wakasubiri. Siku ya kwanza ile ambayo Yesu amepaa, wakakaa wanasubiri nini kitatokea baada ya siku 10. Ilipofika siku ya 10 ambayo ni awamu ya ngapi? Ya 5. Kwa hiyo ukichukua 5 mara 10 ni ngapi? 50. Na neno hilo 50 ndilo linamaanisha Pentekoste. 5 mara 10, 10, 5. Tayari nimeshakupa maana ya Pentekoste. Pentekoste maana yake ni siku ya 50. Siku ya 50 kivipi inapatikanaje? Yesu alisema na wanafunzi juu ya ahadi. Sawa? Ahadi itokayo wapi? Juu, ambayo ni nini? Kupokea Roho Mtakatifu. Kila aliposema nao alikaa kimya siku 10. Baada ya siku 10 akasema tena. Unasikia somo lililo tamu sana. Baada ya siku 10, sasa kwa nini siku 10 Yesu alinyamaza? Hiyo utanifuata baadaye. Nitakuwa nakwambia vingine pembeni. Haleluya. Kwa nini siku 10? Kama wewe ni mdadisi na mchambuzi, basi utafuata baadaye ili tuchambue, maana nikiendelea huko nitapotea. Nataka nikae hapa kwenye somo. Nisikilize vizuri sana. Nisikilize vizuri. Kwa hii kabla ya Pentekoste ni siku 40 za Yesu baada ya kufufuka. Alipokaa na kanisa, aliongea nao mara 4 juu ya ahadi. Nataka nikuonyeshe hizo mara 4 ziko wapi na wapi na wapi. Zipo kitabu gani, kitabu gani na kitabu gani? Luka 24:49. Kitabu kingine Luka 24:49. Luka 24:49. Yohana 15:26. Hiyo ni awamu ya ngapi? Kama mnaandika, ya kwanza ni Matendo 1:4 hadi 5. Andika, kama umekosea rudia. Panga sentensi zako vizuri. Nataka muwe walimu. Nikitoka hapa, nimesafiri, nimeenda Makambako, nimeenda Bagamoyo, nimeenda wapi, naacha mnafundisha vizuri hivi ninavyofundisha. Amen. Mungu amenipa wito katika nchi nzima. Nina kazi
ya kulirudisha kanisa la Tanzania na kuleta uamsho katika mji huu wa Mtera. Sikilize vizuri. Kwa awamu ya kwanza Yesu anapoongea juu ya ahadi ni Matendo 1:4-5. Hiyo ni awamu ya kwanza. Zikapita siku ngapi? Siku 10. Awamu ya pili tunaiona Luka sura ya 24 mstari wa ngapi? Wa 49. Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mikwe uwezo utokao wapi? Juu. Hizo kwa lugha nyingine zilikuwa ni siku ngapi? 20 baada ya Yesu kufufuka. Siku 10 ni Matendo 1:4-5. Baada ya hapo akaongea nao tena mara ya pili. Dr. Luka ameandika. Tumuone Yohana 14, Yohana 15 mstari wa 26. Yohana 15:26, alafu na awamu ya 4 Yohana 16 mstari wa 7. Tunaenda sawa wateule wangu? Tuende vizuri kabisa. Twende vizuri. Yohana 15:26 anarudia mara ya 3. Anasema, lakini ajapo huyo nani? Hamjafungua. Hapo ndipo mnapokosea. Hapo tu. Lakini ajapo huyo msaidizi nitakaye wapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Yeye atanishuhudia. Hiyo ni awamu ya ngapi kama tuko pamoja? Ya pili tena? Ya 3. Asante. Usichanganye. Awamu ya ngapi? Ya 3. Awamu ya 4 nimesema Yohana ngapi? 16:7. Inasemaje? Inasema hivi, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke. Hili jambo nikiwaambia Mtera mtakubali kwamba inafaa ninyi mimi niondoke, aje mwingine msaidizi wangu. Mtakubali? Liliwavunja moyo sana wanafunzi wa Yesu. Awamu ya 4 aliwavunja moyo sana. Anawaambiaje? Lakini mimi nawaambia iliyo kweli. Yaani anakazia, anasema sio uongo, sio utani. Anasema hivi, nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka, Mama Doto, utakubali niondoke? Sasa Yesu mbona anasema hivyo? Mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Wanafunzi wa Yesu hawakupiga makofi uliopiga, wala hawakusema amina uliyosema. Walilia sana, kwa sababu walijua watakaa na Yesu miaka yote. Na hiki ndicho kilichotokea maeneo mengi ninayotoka. Watu wanalia, wanajua watakaa na Amos miaka yote, lakini ndo hivyo. Umisheni inafaa wakati mwingine kuacha wengine kuwaendea wengine.
Bwana asifiwe. Yawafaa ninyi mimi niondoke. Asingeondoka aliyekuwa na wachunga, mimi nisingekuja. Tungekaaje wachungaji wawili hapa? Isingewezekana. Bwana asifiwe. Sasa bora ninyi kibinadamu mmeshukuru, hawa hawakushukuru. Lakini alipokuja msaidizi wakashangaa. Kweli alikuwa ni Yesu ndani ya roho wake, yule mmoja ndani ya roho akawa nje. Hizi ni awamu ngapi watoto wangu? Awamu 4. Yesu aliongea na watoto wake, wanafunzi wake, kwa awamu 4.